Hello, mambo vipi? Huku mko fresh? Ya, mimi mko poa. Ah, nataka nionyeshe the way nilivyoweza kupata setups kwenye baadhi ya pairs za DBP pairs. Ah, almost pair karibia zote za DBP zimenipa fursa nzuri from last week until kwenye hii wiki nimepata fursa nyingi nzuri sana kwenye DBP pairs. Nitaanza kuanzia mwanzo. I think nitapiki pairs chache. Nitaonyesha GBP USD, nitaonyesha GBP ya Audi, na nitaonyesha na GBP NZD ya pair hizi tatu. If nitaweza nikaongeza pia GBP JPY, ambayo hizi setup mbili GBP JPY na GBP USD inaweza kupata setup last night siku wa kuamkia leo unaweza kupata setup. Nitaanza na GBP USD. GBP USD nayo hapa kwenye watch list hapa na pair kadhaa ambazo zipo almost pair 8. Nitaanza na huyu GBP JPY, GBP USD. GBP USD niliweza kupata setup last week ambao hii setup ilikuwa confirmation trade. Confirmation trade taonesha, lakini kwa ajili ya advantage tu napokuwa nafanya analysis ya pair ambazo zina USD na naanza kwanza na pair ya DXY index au dollar index ambao ni hii hapa dollar index, na naanzia kwenye high time frame. Always natumia high time frame kupata setup. Sio mara ya kwanza na nawaambia hiki kitu au nasema hiki kitu kwenye channel hii, kwa naanza high time frame. Kwenye hii sitaonesha namna nilivyoweza kupata setup kuona kwamba inaenda wapi, lakini kwa haraka haraka tu tukienda kwenye 3 days tunaweza tukaona hii setup ni bearish. Trend ni bearish, tunaona inavyotengeneza, lakini pia imetengeneza hii collection kubwa, tukitarajia soko lishuke, lakini tunaona inapanda. Ukiangalia inakuja inatafuta hii pointi price level juu, inatafuta hii price level juu. Kwa hiyo kulingana kwamba tayari ilishavunja, tukiangalia haraka tayari tunaona hii price hii swing low ilisha be broken, ishavunjwa. Maana yake tulikuwa na lower lows, lower highs, then lower lows. Hiki tunachokifanya tutatafuta lower highs ili endelee kuwa lowers. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba tayari imesha break hapa, nikaona hii collection ya kupanda juu naweza nikapata false. So enda deep kwenye pair husika ambao ni GBP USD. GBP USD kwenye GBP USD the same, kwamba tulikuwa na uptrend. Kuanzia uptrend yetu ilianzia hapa, almost ilianzia hapa, ambapo hapa tuliona tuna reaction. Hii reaction ni kubwa sana,
ndio ilipelekea kupata hii bullish movement ambayo tunaona tuna high highs, high low, high highs, high low, then high highs, high low, then high highs, high low. Yeah, then we have high highs, high low, then high highs. Imevunja kama ilivyotuonyesha kwenye index, imevunja hii swing high. So our swing high right now, our swing high tayari tumeiona hii hapa juu. Kama ni hii hapa, manake kinachofanyika ni correction, either kutafuta hii price hapa au hapa, ili uweze kupanda kuendelea na trend yako ambayo ni nini? Ni bullish trend. Kwa haraka haraka ni hivyo. So hiki kinachofanyika ni correction, ni correction. Kute drawings zote niweze kuelekeza vizuri. So baada ya kuona hivyo, nikawa nimemaki hizi price levels. Hizi price levels clear kabisa. Price level nyingine hii hapa. Hizi price level mbili ambazo ni currently, hizo nimezimark. Even though we have another price level huku, lakini nitamark tu hizi. Baada ya kuzimark, baada ya kuona kwamba ni bullish movement, nikaona ni concentrate na hii movement ya hapa, na actually kilichotokea kimetokea tu right now, but market haikuwa hivi, ilikuwa almost haikuwa na hii movement ambayo ni current movement. Haikuwa na current movement like this one. Ilikuwa almost ilikuwa ilikuwa 3 days. Kwenye 3 days, kwenye 3 days soko lilikuwa hivi, baada ya kugundua kwamba okay, hii impasse ni trendi kabisa iliyokamilika kulingana na hii collection. Kwa hii ni impasse iliyokamilika. Kwa hiyo nikagundua kwenye hii trend, nikasema na base na hii trend nione nawezaje nikapata setup za kuseli even though it is bullish. Kwa haraka haraka, hii tulikuwa na low probability setup. Tulikuwa na low probability setup. Kwa nini low probability setup? Ni kwa sababu hii sio trend yenyewe. The general trend ni bullish market, lakini tumepata fursa za bearish market. So hiyo ndio inasababisha tuseme ni low probability setup. So baada ya kuona hivyo, nikarudi kwenye time frame ndogo, 1 day, ni kitu gani kimetokea. 1 day nikaona movement za namna hii. Nikamark zile price levels kwenye hii trend. Nilisema na concentrate na hii trend ambayo ilikuwa ni impasse. Kwenye uptrend ni impasse, lakini hii trend pia ilituachia impasse collection, impasse collection, impasse collection, impasse, this collection, impasse. Kinachotokea hapa nayo ni collection, kwa sababu tulikuwa na impasse kubwa. Kwa kinachofanyika hapa ni collection. So ndio maana nimesema hizi price levels lazima kuziweka. Hizi price levels hizo ni majina yake, lakini as I have already told you that sito disclose majina nayo yatumia for the purpose of all my clients. All my clients. So hizi price levels lazima nizingatie. Nikarudi kwenye 12 hours ili nione kitu gani kimetokea. Kuna action ilitokea huku juu kwenye high time frame.
tutaka anyway, kwa nizungumzie. Tukirudi kwenye one month, turudi kwenye 1 month, tunaona hii ni monthly time frame. Tunaona tulikuwa na hii movement hapa ambayo ilikuwa ni bearish. Hii ni bullish, lakini hii ilikuwa ni bearish. Kwa hiyo kwa haraka kwenye time frame kubwa, this is bearish. Tuna lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, then lower lows, lower highs, then lower lows. Wote kinachofanyika hapa ni lower highs ili kutengeneza lower lows kwenye high time frame ya 1 month, hata kwenye 1 year hivyo. So kilichotokea hapa imetokea kuna kitu hapa kimetokea hapa, tukisema kwa jina, lakini wanafunzi wangu nikisema hivyo wanaelewa. Kuna kitu kimetokea hapa so baada ya kumaki hii nikawa nimegundua okay, kumbe ni hivyo. Kwa hiyo ndio sababu ya kuja kutafuta setup za kusell, even though it is not long time. Kwa nini? Kwa sababu haijafika kwenye setup yetu ambayo tunajua. So kwa hiyo sababu hii ndio ilisababisha kuja kupata setup za kusell. So tunarudi kwenye 12 hours ili tuone. Hapo nilikuwa najaribu kuonesha the reason kwa nini nilikuja kufikiria kupata setup za kusell. Hapa sikuweza kupata setup. Nilikuja kupata setup hapa, na sio kwamba hii movement ndio setup, hapana. Nilikuja kupata hapo, nitaonesha. So baada ya kuona imefika kwenye zoni yetu hii, nikaona tuna lower lows, lower highs, then lower lows, lower highs. What I expect ni lower lows kutengeneza lower highs ili kuendelea kushuka until this price level. Hicho ndicho nilichokiona kwa haraka. So turudi kwenye time frame ndogo, 6 hours. Kwenye 6 hours ni vile vile taarifa zake ni sawa na 12 hours, kwa tuna lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, then lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. Yote ni collection ya aina moja. Na tuna lower lows, what to expect, tutegemea lower high then tengeneze lower lows. Na mimi nilikuwa na expect movement hii hapa, hii ya kusell kwa kutumia hiyo movement. Kwa haraka baada ya kupata kwenda kwenye 6 hours, nikaona movement hiyo, nikarudi kwenye 4 hours. 4 hours the same movement. So baada ya kufika kwenye 4 hours kuna vitu nikawa nimemark, nikawa nimemark price level ina majina yake. I don't take disclose the name of this. Nikaona price level hiyo, lakini nikapata setup hapa. Nikapata setup hapa kwamba soko likifika kwenye hii price level ndio lishuke. Na ni kweli likaobei nilichokuwa nakiwaza. Kikaobei. Ikafika hapa. Ikafika hapa kwenye hii, ilifika hapa. Baada ya kufika hapo, sikuweza kupata setup hapo. Nikasubiria soko lirudi linitengenezee kwamba limetengeneza tayari impasse hii
ikifanya collection ndio naweza kuingia. Kwa hiyo nikawa niweza kumanage kupata entry hapa hapa my setup, wanaweza kuingilia hapa stop loss kuingilia hapa so stop loss hivi tunavifundisha kwenye course, so unaweza kuelewa. Lakini kuna kitu kimoja kwa nakifanya, natafuta mazingira mazuri, mfano kama hapa naona mazingira mazuri, alafu na range na pipsi 15 hadi 20, almost sikienda sana 25 ndio risk yangu. Kwa hiyo baada ya kuona range almost ilikuwa kama pipsi kitu kama 20 hivi, ndio naweza kuriski kulingana na tayari na price action iliyotokea hapa. Kwa hiyo so ndio sababu ya kuweza kupata entry entry hapo ilikuwa almost haikuwa pipsi, ilikuwa kama pipsi kwa pipsi almost 15, ilikuwa 15 pipsi 15 risk yangu. Target ni vitu ambavyo nafundisha kwenye course, lakini nishaisema kwenye hii ndio final target. First target ilikuwa hii hapa kwenye hii price level. Final target is not fine, lazima tunafanya assessment kuangalia soko linaendeleaje, lakini naweza nikasema hapa soko likifika hapa nitapakiza 30% ya trades zangu. That is how I got a setup of this GBP/USD. Ilikuwa ni confirmed setup. Kwa nini? Kwa sababu sikuweza kuingilia kwenye movement ambayo hii hapa, niliweza kuingia baada ya kupata confirmation. Mimi niliweza kuingilia hapa, sikuweza kuingilia hapa juu. Kuna reason ambayo ilisababisha nisiweze kuingilia hapa juu, niliweza kuingilia baada ya confirmation. Pia nyingine nimesema GBP NZD this one, hii hapa. Hii ni miongoni mwa setup ambazo zilinipa shida kidogo, zilinipa shida kulingana na nature ya soko lilivyo, lakini kilichonifanya nipate setup na niwe na confidence ni kwa sababu risk yake ilikuwa ndogo, risk reward yake ni kubwa sana, almost 1/14, lakini ukiangalia pips ni kama 15, risk ya pips 15. Kwa hiyo ndio kusababisha niweze kuwa na confidence kabisa kuingia sokoni. Pips 15 risk, alafu na target pips almost 222, sio kitu kidogo. Kwa hiyo hicho ni miongoni mwa sababu, lakini let me show how I got this entry. Nitumia server nyingine, even though server zinatofautiana. Hapa nimetumia Wanda, natumia Wanda, lakini let me show this server FXCM. Hii server GBP NZD hamna index ambayo naweza nifanya correlation, kwa hiyo nilianza yenyewe tu almost always. Nilianza na 1 week, na 1 week ndiyo sababu kubwa ambayo ilinifanya nipate wakati mgumu sana wa kuweza kupata setup hapa. Nitaonyesha hii, tunaona ni bullish movement. Ni bullish movement kwenye time frame ya 1 week. Kwa nini? Kwa sababu na series of swing high, swing low, ambapo ni high highs, high low, high highs, high low, high highs, high low, then high highs. Tunaona kama ni high low, then iendelee kupanda juu. So whatever you find the setup here, unakuwa unajua kabisa kwamba hii ni bullish market.
So baada ya kuona hivyo nikamark hii price level yangu hii ya kama hii price level kama ya mwisho, price level ya mwisho. Baada ya kuimark nikaja kutafuta kwa hiyo nikarudi kwenye lower time frame ya 3 days. 3 days naona hii ni movement kama collection kwa ajili ya kufika kwenye hii zone, lakini hapa hii ndio sababu ambayo ilinipa wakati mgumu sana kuingia spawn. Hii sababu ndio sababu kubwa sana ilifanya niweze kupata wakati mgumu wa kuingia spawn. Lakini baada ya hapo nikarudi kwenye time frame ndogo 1 day. 1 day the same. Hiki nilichokiona kwenye 3 days ndicho nilichokiona kwenye 1 day, lakini nikarudi kwenye 12 hours. Kwenye 12 hours nikaanza kupata something reason ya kuweza kuingia sokoni. Reason ya kuweza kuingia sokoni. Nikarudi kwenye 6 hours. Kwa nini nimesema reason? Kwa sababu tulikuwa tunaona hii bearish movement kubwa. We have this lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, then lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, then lower lows. Kilichofanyika hapa ndicho kilichofanyika hapa, na ndicho sababu ya mimi kupata setup hapa, behavior of the pair. Kwa hiyo kwa namna nimeisoma GBP NZD, I know about it kwa sababu I trade mara kwa mara, so najua behavior yake. Kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa sababu ambayo ilinifanya niweze kupata setup hapa. Setup hii hapa ndio ilinifanya niweze kupata setup hapa kwa na confidence, even though nishapata indication za kuendelea na trend, lakini behavior of this pair ndio sababu ya mimi kuweza kupata setup na kuweza kuingia sokoni. Kwa nikarudi kwenye 6 hours. 6 hours. Kwenye 6 hours nikapata pia zile tunaona lower lows, lower highs, 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 then lower lows. Wote nilichokiona nategemea nipate setup, whether ifike hapa ndo iende au irudi chini zaidi. That is the reason. That is the reason. So baada ya hapo nikarudi kwenye 4 hours. 4 hours. Mimi nilichokifanya tu nikamaki hii price level yangu hii. Kwenye 4 hours hizi you can see, kumbuka kwenye 6 hours, 6 hours our price level ambayo ilikuwa ni ya msingi kabisa ilikuwa, na hiyo ndio nilomark. Lakini sasa nikarudi kwenye soko lijofika hapa, nikarudi kwenye 4H. 4H ikawa inanipa wakati mgumu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia soko limefungia juu ya hii price level, lakini kwa sababu nina 6 hours price level nikawa nimepata ujasiri, so nikarudi kwenye statements ndio kupata entry. Statements nikapata entry ya hapa, ndio iko price level yetu ya mwisho. Kwa hiyo lakini always stop loss ilipaswa niweke hapa hapo, lakini always inafuata sheria ambayo nishaisema, from entry up to stop loss lazima iwe kuanzia pips ya 15 pips 15 hadi 20. Kwa hiyo nikarudi kwenye pips iko pips iko almost pips 20 pips 20. So nikapata pips 20 kama stop loss. So
take profit, afanye take profit ipo hapa. I think so. Now what like this ilikuwa settlements, ndio sababu ya kupata setup ya namna hii, take profit hiyo hapo. So that is how I got trade on this GBP and ZD. Pia nyingine can show you pia gani na pia nyingi mostini nyingi na pia gold pia, lakini sikupanga niweke kwenye program. Ngoja nisema GBP JPY. GBP JPY, this one, no, hii hapa, no, maybe yeah, GBP JPY. Yeah, let me show how I get this GBP JPY setup. Na ilikuwa jana ya niweka jana, entry yangu niweka jana kama was the sell limit from yesterday. So GBP JPY nafanya correlation kwa sababu tuna JPY basket, JPY index kufanya correlation, lakini hapa nitaenda moja kwa moja kuanzia. Let me take another chart. Okay, sorry, kuna kitu hapo kwenye GBP NZD. Yeah, nimegundua kuna kitu hapa. Risk yangu haikuwa hii, ilikuwa pips 15. Yeah, pips 15. Kwa sababu gani? Nimegundua pia nilitumia NZD, nilitumia Wanda. Ukienda FXCM inakataa, haiwi hii. Ndio maana risk nimeona kama ni kubwa, kitu ambacho kilikuwa inanipa shida, kumbe ni saver tofauti. You can see, umeona hii price hapa, ukienda kwenye Wanda iko tofauti, ndio maana napenda kumtumia Wanda. So risk yangu ilikuwa ni pips 15. So pips 15 hapa, naweza nika copy price uone ilivyokuwa. Rudi kwenye nini HTM, show you. Yeah, na entry ilikuwa hapa. Yeah, kumbe changamoto ya ilikuwa pips 15, almost pips 15. So ni vizuri kuangalia seva kidogo, Wanda wako vizuri, so it's like that. Kwa ndio maana ilinipa kidogo shida, kwa sababu sikuriski pips 20, pips 15 tu. Kwa hiyo kwenye Wanda inakuwa vizuri kabisa mono price ilipoishia. Yeah, so tulikuwa kwenye GBP JPY, GBP JPY ambayo ni hii hapa. So GBP JPY tunaenda kwenye FXCM tena full, kwa sababu bado tunaendelea nazo seta, bado tunaendelea na always natumia time frame kubwa, nisisema time frame kubwa ya 3 days. Taanzia kwenye 3 days. 3 days taanzia tu hapo, tuangaika tena kwenye time frame nyingine. 3 days tunaona we had
this movement ilikuwa na, hii ni bullish. Yeah. Even though hii ni bullish, kwenye 3 days tunaona inatengeneza series of swing highs and swing lows, high highs and high lows. Kianzia hapa tunaona tuna high highs, high low, 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 high low, inaendelea. Yeah, high highs, high low, high highs, high low, high highs, then imebreak hii price level break, na ni ishara kwamba we can find a setup of bearish. Break hapo ni kuonyesha kwamba tunaweza kutafuta setup za bearish. Confirmation ni hii hapa, hiyo ndio confirmation yetu. So baada ya hapo nikarudi kwenye one day. In one day the same movement, kurudi kwenye 12 hours. 12 hours nikaanza kupata kila ambacho nikihitaji. 12 hours kwamba tayari na concentrate na movement ambayo ninapata setup, kwa sababu tayari hii ishanionyesha kwamba ni nini, ni bearish movement, even though not confirmed. Wanafunzi wangu wanaelewa, ikitokea hapa huwezi confirm kwamba trend imebadilika. They know about this. So baada ya hapo nikarudi kwenye 6 hours. 6 hours, kwenye 6 hours nikapata kitu ambacho ni very crucial, kwamba tuna lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, then tuna lower lowers. Kitu itarajia kwamba ije kutafuta lower highs ili endelee kutengeneza lower lowers. Even though tunaona ni bullish, kwa ndio maana hata tunapokuwa na trade hizi ni low probability setups. You have to confirm first before. You have to confirm first before. So after this, rudi kwenye 4 hours. 4 hours the same. Hapa ndo nikaanza kupata setup. Setup yenyewe niliipata hapa. Ilikuwa hapo. Kwa nini? Kwa sababu tunaona tumebreak price level hapa, kuonyesha kwamba inakuja hapa iendelee kushuka chini. First target ni hii hapa. Second target tunakuja kuipatia huku chini, kuendelea kwa kufanya assessment, kuona namna gani tunaweza tukapata huge movement au tukasecure profit kulingana na itakavyokuwa inatokea. Sitarajii soko ligeuzia hapa. Sitarajii. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimetokea hapo. Kwa hiyo sehemu ambayo naweza nikaona ni take profit, even those I don't control market. View zangu zinasema siwezi nikatarajia hapa take profit yangu hapa iwe ndio ya mwisho, even though tunaona hiyo area ni muhimu, lakini kama soko litaweza linaweza likarudi hapa, lakini pia tutakuwa tunafanya assessment. Kwa hiyo inaweza kufika hapa ikageuza, lakini sitarajii kuona mazingira haya, kwa sababu kuna kitu kimeshatokea hapo kinachosababisha nifikirie hivyo. Nifikirie hivyo. So the movement kama unaweza kujoin, unaweza kusubiria setup huku iendelee afu ishuke. Unaweza jump in. Jump in maana yake risk yako inakuwa kubwa, risk yako itabidi weke stop loss, kitu ambacho sio kweli. Lakini ukisubiria confirmation trade kama hapa kulikuwa na re-entry, tunaona movement last time tulikuwa few minutes au few hours, kulikuwa kama masaa mawili nyuma, ilikuwa anakuja confirm kutengeneza setup ya pili. Kutengeneza setup ya pili kwenye 30 minutes. Usikaiona. Ilikuwa hii hapa. Nikufuta kwa yote haya. 30 minutes tunaona tulikuwa na re-entry. Mtazamaji wangu anaelewa. And I say this, it is still re-entry. Ilikuwa second re-entry, so first ni hapa tumeiona, second
So ukiweka hapa maanake stop loss inakuwa ni reasonable kuliko ingia tu hapa bila kujua kwamba kwa nini naingia hapa, kwa sababu kila movement sokoni inakuwa na sababu. Kwa hata hii movement iliyofanya hivi collection ina sababu kwamba tuna lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, then that is. Kwa hiyo unaweza kusubiria, tengeneze mazingira hayo, ingia sokoni, uangalie risk yako ipoje, ingia sokoni. But that is how I got set up kwenye hizi. Zipo nyingi ambazo nimeweza kusecure profit, zingine nimehold, zingine bado, karibia zote bado nimehold, lakini tofauti ni asili percentage. Thank you very much. Nimeonyesha pia hizi tatu hizi tatu GBP USD ambayo tunaiona mpaka sasa hivi inapoendelea, hii hapa, na nyingine sema ni nini, GBP JPY ambayo ni hii hapa mpaka sasa hivi inapoendelea, lakini tunaona nyingine GBP ni ZD na zote riski zake ni ndogo. Kuna sheria moja naitumia, unaweza kuitumia pia na wewe kama unaipenda. Ninapo riski 1%, reward yangu na inapaswa at least iwe 10%, at least maana yake more than 10. Ikiwa 1:9, kama ni riski 1% nipate 9%, hiyo trade. Hiyo trade kwa sababu ambacho mpaka sasa hivi nimejifunza ni kwamba we have to trade in a professional way, kwamba unapokuwa na riski hapa, hata nikipata hasara hata pea 10 nikawini pea 1, maana yake pea 1 imelipa hasara zote ambazo nimeuzi. So that's why natumia hiyo, ndio maana pea zote hapa, pea zote hii ina risk reward ratio 1 ratio, hii hapa 1 ratio ngapi? 14.61. Kienda kwenye GBP GBP Audi ina 1 ratio 19. Gold pia ilikuwa chance ya profit, unaweza kaona ilikuwa 1 ratio 14, 1 ratio 14 ni chance ya profit. Hii GBP USD tumeona ilikuwa 1 ratio 20. GBP CAD 1 ratio 19. Hii GBP NZD 1 ratio 14. GBP kwa GBP CHF na trade 1 ratio 10. Hii ndio pair pekee ambayo isikiliwa ratio yake ilikuwa kubwa, na ni kulingana na nature ya movement. Hivyo kwa hiyo unapo riski kikubwa, maana yake unatarajia faida hiyo kubwa zaidi ya riski, ili hata ikienda ukipata strict rules kwamba wiki nzima umelose, lakini unapata profit ya pair moja, unahakisha ina cover loss zote na unakuwa kwenye profit. Na hivyo ndivyo professional traders wanavyo trade. Hicho ndio kitu cha msingi sana kwenye risk management. Ndio maana course yetu tuna full package, kwa maana tunaanzia na foundation course. Kama you are novice, hujui chochote, kama unajua hii foundation, tunakuja na technique ambayo ni full. Hii hapa nimeelezea tu, lakini kuna concept nyingi kuna vitu ambavyo hata sivizungumzia hapa, lakini vya msingi sana kama hizo entry. Kuna vitu vingi sana hapo kwenye technical course, lakini pia kuna risk management course. Hapo kuna shida. Psychological course kuna shida pia hapo. Wengi tunadili na technical na foundation, lakini tukija kwenye upande wa psychology, upande wa risk management ni changamoto. Lakini sisi kwenye kozi yetu vyote tunavipata, ni full package. Lakini tuna package nyingine ambayo wengi nafikiri mentors wengi ambao tunawaona hawana hicho. Profit account management, kwamba sometimes capital ni changamoto, lakini tunajua capital lazima ipatikane. Ni ujuzi wako tu, maarifa yako, psychology yako na risk management yako. Basi vyote tunafundisha. Karibu kwenye course. Unaweza kucheck kwa DM vyote vile.
Lakini pili, kama umependa, kwa nini usi like? Kwa nini usi subscribe? Unapitia tu chat, umependa, like, onyesha kwamba tuko pamoja, unanipa nguvu. Lakini kama unapita tu unajifunza, lakini au like, ni ishara kwamba hata sipati nguvu ya ku produce more videos. Lakini pia share na mwenzako, ukiona kina manufaa unaweza kumpa rafiki yako akapata chochote. Kuna wengine, hii tu point ambazo nimezielezea zinaweza zikameki wafanya wawe profitable traders. Thank you very much. May God bless you.